If you know it because of God you are there, anyeshe makofi ya mvua kabisa. Nashukuru mapastors wote. We thank all pastors Pia na wake zenu and your wives na watoto wenu. and your kids. Tunashukuru wa evangelist. We thank evangelists Tunashukuru na wake wenu pia. and also your wives. Tunashukuru hata na viongozi wa maidara and leaders departments. Tunashukuru wa Kristo wote. We thank all believers. Tunashukuru hata maidara yote. Even all departments, we thank you Kuwapa ile heshima. for giving you that honor. Kusalimia mtu kwa mwingine. So I would greet one another. Tuyarudishe makofi mbele za Mungu. But let us clap before the Lord. Fika kwako hapa. So your coming here Ni baraka is great blessing. Ishara kutoka. And it's a sign from God. Watu ambao walifuata media. People who watched media. Kwa wengine walifariki. There are some who died. Na kwa wengine wako hospitali. And there are some who are hospitalized. Na wengine wamefanya ma-accident. And others cause accidents. Lakini mimi na wewe. But you and me, we are still alive. Haijalishi mateso uliyoyapitia. No matter what you pass through. Lakini kama unajua kwa nguvu za Mungu ungali unaikana. If you know that it's because of God's strength, Wame tena I beg you to stand up for the Lord. Hatutachoka kushukuru waliofanya huduma mwezi uliopita. We can't forget to thank the person who ministered last month. Hakuna kitu kizuri kama kuzaa vizuri. There is nothing better than producing well. Na kinachokuonyesha kuzaa vizuri And ni what malezi. shows you good production Na ili watoto wanatembelea malezi. is how the children move according to God's upbringing. Washukuru waliosimamia wa evangelist na I thank all evangelists of this month. Mlibariki Mungu. You blessed God. Mlibariki kanisa. And you blessed the church. Mkutano tuwashangilie kwa Let us sababu clap for all of us. naitwa Matayo. It's called Matayo. Ingera. Damahizi. Damahizi. Na mke mmoja na watoto saba. He's married and 7 children. Mchungaji wa kanisa la Holy Spirit. He's the shepherd of the church, Holy Spirit. Mungu amekubariki. God has blessed us. Nataka tuzungumze na wewe nikupe baraka kubwa. I want to talk to you and give you great blessing Pitia neno la Mungu through the word of God. ambayo Mungu ametaka iwe baraka. God wants to be blessed to you. Na nitakuomba uwe makini I want you to be very careful and stay where you are, ili upate kusikia. so that you listen to what God wishes. Kwanza siku ya tatu asubuhi Starting from Wednesday morning, tuko na topic inasema we have the topic that says kazi unayoitumia. the work that you do. Kuna vitabu viwili sahihi There are 2 books we are going to read ambavyo tutasoma. that we are going to read. Tutasoma vitabu We viwili. are going to read 2 books. Kitabu cha kwanza Esther sura yake ya 6 mlango wa kwanza na wa pili na wa 4. Esther chapter 6, the first verse, the second up to the 4th one. Esther. Alafu tutasoma tena Injili ya Yesu Kristo kwa Marko mtakatifu 7:33 hadi 34. We are going again to read Mark chapter 7, 33 up to 34. Karibu kwa msomi mzuri. Nasoma neno la Mungu katika kitabu cha Esther sura ya 6 mstari wa 2 wa kwanza mpaka 4. Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bitani na Terashi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Asuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo?
Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia hakuna alilofanyiziwa mfalme. Mfalme akasema, yupo nani hewani? Ikawa Hamani alipokuwa ameingia katika uwanja huo wa nje wa nyumba ya mfalme, aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Marko 7:33 hadi 34. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Akamtenga na makutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi, akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia Efata, maana yake funguka. Neno la Bwana. Amen. Tuliongea tukasema ya kwamba vitu 5 ambavyo vinaweza kukupa kazi utakayo And to be led. unaweza kujazwa. You can be filled, of course, yes. Kama uongozwe na Roho, If you are not led by the Holy Spirit, yenye utafanya what you will do will not be, I will not talk. Mungu anisaidie. For what you do to speak, Ni lazima so it must, utumike kazi na ujasiri. you must do something courageously. Ujasiri wako Your boldness, haiko wangu, not my boldness, haiko wa ule, not his. wako ni wako Your boldness is na his. wangu ni wangu. My boldness is his. Kanisa ya Holy The Spirit, church of Holy Spirit. ukitaka vyenye unatumika vyo, If you want things that you do to speak, ujilinde sana kutumika na udhaifu. protect yourself from working laziness. Tumika na ujasiri. Work with courageous. Waweza sema neno. Ukichunga watu wakufanyie ujasiri, If you want people to do courage for you, utachelewesha vyako na you will halitaongea. delay your things. Na Mungu asaidie And may God help you uanze kujielewa, start understanding yourself. na usisubiri watu wakuelewe. Don't wait for people to Njoo understand uonyeshe you ujasiri so wako. that you show your Na courage. siku But utajielewa, the day that you understand yenye uko yourself, unafanya what you vitabaelewesha. are doing will make them understand. Inua mikono yako. Lift your hands up. Pia Mungu clap for the Lord. Jambo la tatu, The third point, ulisema ni lazima udumu katika kuongozwa na neno la Mungu. we said that you have to stay in being led by the word Mtu of mwenye God. hana neno la Mungu The person without the word ni of God, mchanga mno. he is still too young. Waliokuwa watu wa juu sana, Those of high wale level, wote waliongozwa na neno. all those were led by the word of God. Na ninaamini mu Holy Spirit And I believe in Holy Spirit, tunaongozwa na neno la Mungu. we are led by the word of God. Abusole ya Wakristo. That is the compass of the Kama Christian. hakuna neno la Mungu, If we don't have the word of God, hatutake fasi, hatuende we fasi. can't move anywhere. Sababu Biblia inasema Because the Bible Yohana declares, sura ya kwanza, John chapter 1, hapo mwanzo at the beginning, alikuwa neno. there was word. Na huyo neno And that word alikuwa Mungu. was God. Hakuna kitu chochote kilichotumikwa Nothing was done isipokuwa huyo neno. without that word. Ukitaka vyenye utafanya vyote, Whatever you do, viongee maisha yako. if you want them to speak in your life, don't forget the word. Salimia voice yako. Greet your neighbor. Mwambie hivi, Tell your neighbor, dumu katika neno. stay in the word. Yenye utatumika vyote, Whatever you will do, itaongea. they will speak. Rusha makofi kwa Mwenyezi Mungu. Clap to the Lord. Kitu cha nne, The fourth point, ukasema hivi, we said, ni kudumu katika ushirika. is to dwell in communion. Watu wote wenye wanakuwaka na umoja All people have wanafika togetherness, mbali. they go far. Acha nikwambie kitu. Let me tell you this. Shimwa wa mashimwa A Chinese, akipata kazi if he gets a work, anaitaka na Mungu. he calls his fellow Chinese. Problema ya Waafrika, The problem of Africans, anajipendaka yeye. we are so Na selfish. ndio maana hatuendelee. That's why we don't progress. Washimwa But Chinese, akipata kazi, if he gets a job, he calls his fellow naona Chinese. Waafrika But Africans, kuliko tuitane tu instead wamoja, of calling each other to be together,
together, so it makes us to separate. We won't go anywhere. That's why our white people are far from us. If there are people who are educated, white people went to school, but Africans also went. People may not understand us through words and many languages. People will understand you through what we do. If you want people to understand you, even if you have a little word, but the work that you do will speak more than what you do. There are no people prayed and God kept quiet. If there is something heavy in the world, is to read the word of God, is to dwell in the life of prayer. Those two things. Somebody may overcome you, may speak from morning. He's just talking about it. But from morning up to evening, he doesn't read the word of God, and he doesn't pray. And all the people have come, and the people spoke, and what they did is spoke. Are people who dwelt in the word and they prayed a lot. Pay attention to me so that I share with you something. In the world, there are problems of problems. One you can solve, and others will be solved by others. Let me repeat, this is so delicious. There are a lot of problems. Some you can solve them, but others so will require people with higher capacity to solve them. We have read the word of God. In the book of Mark, there was a man. He had two sides. He had two problems. The first problem, he was a deaf. The second one, he was a dumb. I don't know which problem you have, and I don't know which challenge you have. But tonight, God of Israel, God of all spirits, for your coming here, may take charge of the problem you have, so that he may give you answers, because I don't know the problem. But there is one in heaven that knows the problem. Even if you don't say amen, and you have those problems, and they are helping to you, and you don't know where to put them. I am hearing to release the word for the problem that is irritating you. There is one man, he is coming to sort it out. The problem was not of disciples. The size was not of prayer. The problem was not of another person. It was waiting for a man called Jesus. If you want God to give you one sign, in that area they will respect you.
Ukiona watu wako wanakuya kwako kula, if you see people are coming to eat from your usiwaze home, kama unasongaka vya butamu sana. don't think that you mingle a delicious food. Biko vyenye uko unapiga. There are something that you Maana cook. wanakuya. That's the reason why they come. Siku vitakosekana. When you miss them, Batafika siku mbili. they will come 2 days. Hawatakuya. They won't eat. Yesu kwa sababu hakuchelewaka, Jesus, because he alikuwa didn't delay, mjasiri, he was very alijua courageous. thamani ya He neno, knew the value of the akasema word. nikichelewa He hapa said, if I delay naharibisha here, vitu. I will destroy Sasa things. mbingu zinaweza So kukawia heaven may kufanya delay kitu, to do something, meweye but you usichelewe. don't delay. Mwenye alisema amina, Mungu akutendee The person kitu. who says amen, may God do that. Nataka niachilie haleluya moja hapa. I want to release one. Haleluya, haleluya. Amen. Pima. Amen. Yesu akasema, Jesus said, sitafuti dawa fasi ingine. I'm not looking for remedy somewhere. Kumbe niko na dawa hapa. I have my own remedy. Dawa yake ni nini? What is his remedy? Akamtosha mubatu. I got him from Kila the siku zote all of days. usizowaye kufanya maproje yako na mko na watu wengine. Don't do your project in the crowd. Twende fasi utengeneze kwanza proje, Go somewhere alafu uilete and sasa create watu a wakuye project kuiona. and make it Na people to see. ukizowaye vyenye unataka kupanga mubatu, If you want to create uviongeyongeye, things to speak to batakubeba people, baraka. they Kumbe will take all your baraka blessings. ilikuwa yako. The blessing was Yesu yours. akasema, Jesus huyu said, jamaa this person, simpeleke kwenye watu I'm biko, not taking him acha where people nifanye are. kasorti Let kidogo me kwanza. get a Kumbe picnic. sorti haiko probleme. The picnic is Siku not a problem. utatoka hapo na kwenda Kabingo, The day you will move kuko from here venye to Kabingo, utakulaka na venye there haukuwa are things unakula. that you will eat and what you not eat. Salimia voisin. Mwambie huu unatoka kidogo. Say move a little bit. Sasa Yesu akasema, Jesus said, ya waweza sema neno. you can Ukuli speak kwa a word. Mungu aliongea leo. Alipomtosha pembeni. When he got him out of the car, that part, Nimeshajua pane yako when you know your problem, haiko ya kukusungurusha. is not to turn you around, Ni kukugusa tu mulisikia. is just to touch you in your ear. Haiko ya kukuzungurusha. Is not to turn you around. Nitakugusa mulisikia. I will touch in your ear. Natangaza jioni ya leo. I am announcing tonight, Na ninaachilia hii baraka. and I release this blessing. Yesu aguse vyako. God may touch your feet. Tangazo. Announcement. Pimisa la katita lango lo matatande la banda. Yesu akigusa vyako. If Jesus touches your Hata na vigusa na hii kidole tu. even if he touches with his finger, Halikatalaki. they don't refuse. Natangaza hivi. I am Mwai announcing jioni, in this mwai evening, tarehe, in this mwai week, mwezi ya saba, in this mwai month of juma July, la kwanza, in this la week, mwezi wa saba. in this month Yesu of July, ashuke, God aguse just may vyako. come and they Uko touch watu your walivigusaka, things. There are people me that havikufaulu. they Me didn't Yesu succeed. aviguse. If Jesus Yesu touches them, akivigusa, if Jesus touches them, vitaeleweka. they will be understood. Yesu aguse na zile njia zako zenye hazieleweki. Let God touches all of those ways. Yesu aguse na ile tamaa yenye na kusumbua, haiguse. Let God touch that Fanya hivi. last. Do like this. Hivi tu, nyorosha kabisa. Sema, hey! Hey. Hii tamaa yenye hauriziki, Yesu haiguse. You are not satisfied. Let Jesus touch. Kama alisakushauria ulishindikana. They advise you, but you Mimi couldn't niko listen. nakuja na ujumbe. But I have come with the message. Natangaza Yesu aguse hiyo tamaa ambayo imeshindikana. Yesu aiguse leo. Jesus may touch it. Hiyo kiburi chako Yesu akiguse. Jesus may touch Wewe your mwenyewe pride. utakaki wengine, Yesu You akuguse don't leo. love others, may Jesus Wewe touch mwenyewe you. wakujiinua inua, Yesu akuguse You leo. just boast around. Jesus may touch you. Akamgusa mlisikia. He touched in the ear. Yesu yuko kwenye atakugusa. Jesus knows where he Roho touched. wa Mungu amenituma. The Holy Spirit has sent me Wewe tangaza to announce Yesu aguse. Jesus will touch. Abaguse. Jesus may touch you. Abaguse. Jesus may touch you. Abaguse. Jesus may touch you. Pima, abaguse. Jesus may touch you. Pisika, abaguse. Jesus may touch Sema, hey! you. Hey, Aguse. Jesus may touch you. Watu walikugusaka ukakasirika. People touched and Na you were kuko upset. mwanaume abaguse leo. There is a man who is going to touch you. Salimia voisin. Greet your neighbor. Umwambie acha Bwana Yesu atuguse ndio Tell mwenye them tuwezaka. that let Jesus touch us. Herta forme. Inua mikono yako. Lift your hands. Alikusaka Bartimayo kipofu. He touched Bartimaeus. Akamwambia hivi, He told him, unataka nikufanyie
nikufanyie nini? What do you want me to do for Bartimayo you? akasema, Bartimaeus said, mimi ninataka kuona. I want to Sasa see again. Yesu akikugusa, If Jesus akikuuliza touches you, jambo If usichelewe. he asks you something, you don't Mtu mmoja delay. seme haleluya kubwa Somebody sana. say amen. Pane moja ikatoka, pane ya pili. One break got away. Another one. Kufanyia nayo. It can do it to you. Unaweza kusema huyu mzee naye anakuwa na kazarau. I can do it and you say this Hata ya is so mkinywa njoo yeye proud. anatema kumkubidoli. Na anagusa kuulimi. And he touched the tongue. Strategia za huyu mzee wa The mbinguni strategy of this man of heaven haziko sawa za watu za Afrika. are not like Haziko Africa. sawa za wazungu. Are not of white. Mimi sijui kwenye Yesu atatema. I don't know Na where sijui Jesus will kwenye speak. atatumikisha dawa gani. I don't know which remedy he will. Pane yenyewe nakusumbua But the sana. problem that is Niko disturbing, ninasikia kuko kitu Yesu I anataka can hear kufanya. that there is something that Jesus is going to do. Huyu mwenye anasema amina na kupiga makofi akiongeza sana na Mungu amubariki. May God bless the one who will increase amen and clapping. Pilima, Amen. baada ya kijana kupata majibu, After the youth to get answers, Yesu akasema nini? Jesus said something. Efata, Fata maana yake means unafunguliwa. be open. Na mimi natangaza I am kwa announcing neno la Mungu, through the word of God. vyako venye vilikuwa Your vinafungwa, things that were mbingu closed, zivifungule. go heaven may Kazi open yenye them. uko unatumika The work that you do ilikuwa yafika kiwango iongee. it was not Na kwa jioni ya leo tonight. natangaza efata mjina la I am Yesu Kristo. announcing a fata in Kwa Jesus' neema ya neno la Mungu Through the grace of the word of ninatangaza God, efata. I am announcing Watoto efata. wako vieleweke, Your children, vyako vieleweke. your things will be understood. Huyu mwenye alipiga firimba iongeze sana, The one iko who tamu. whistled, increase it again. Muinue mikono, nasikia nitoe haleluya Lift moja. your hands Alafu niendelee. Sema haleluya. Amen. Enga katandelele kange. Aha. Pesa wote si kasio de passe. Batu benye balizuiaka Bartimayo, People who prevented the Bartimaeus bale njo benye balimwambia jipe moyo anakuita. are the ones who encouraged Na him mimi to be niko happy. ninaona mu makazi zako mwa zile mandazi ulikuwa unafanya. I can see Watu in your work, wanakuambia sema unafanya in your nini? office time, Kana people are fulani saying, balishakafanya. what Acha are you watu doing? waongee. Others Wewe have uende done. pembeni na mbabula yako. Go Kuko beside kitu Mungu yourself. anataka kufanya kwa There ile is kazi. something God Kazi wants to unayofanya The work hiyo that ndiyo you do, the itakayoongea. work that you Biblia do. inasema The Bible says, mzarau wa kazi a person who neglects work anakufa masikini. dies poor. Salimia voisin. Greet your neighbor Umulize hivi, and ask them, kwa unatumika ama unalala unashinda unalala? do you work or you spend the day sleeping? Kuko vitu vitatu mdunia. There are three things in the world. Ukiona nchi inakuzidia watu, If you see the country has more people than you, inakuzidia utajiri. it also is also wealthier than you. Kitu cha pili, The second one, ukiona mwinchi if you see in the country, watu wanatumikaka, people work, ile nchi that country kaendelee. has developed. Kitu cha tatu, The third one, ukiona education if you see education iko mwinchi, is in the country, watu wanasoma, people are ile educated, nchi that country itaendelea. will develop. Kitu cha nne, The fourth, arme, army, ukiona wanajua kutrain, if you see how they train, ile kitu that country inaendelea. will develop. Sasa kwa ajili ya kiroho, Spiritually also, Mungu God habariki doesn't bless mtu mwenye atumikaki. a person who doesn't work. Geukia voisin, Turn to your neighbor, umwambie acha kelele, tell him that don't keep making noise. anza kutumika. Start now working. Na ninajua hapa hamtapiga makofi I sababu know kama you won't atumikake, clap because you don't usimfanye know. rafiki mtu mwenye afanye A kazi, person who doesn't usimfanye work, rafiki, don't make him mkimbie. your friend. Run from him. Sababu byenye mtu anakuwa kanavyo njo byenye naambukizaka wengine. Whatever a person has is what he injected others. That's the form. Katika kuwaza kazi, In starting something,
yeyote yule aliyekuwa mtu mkubwa, whoever that was a great person, hakuanzia kubikubwa. he didn't start with the great things, no. Bamoya balikuwa baboyi ya wengine. Some were slaves. Nyuma ya kuwa boy, but after being slaves, balifika kwenye ufalume iko. They reached to the kingdom. Tumesoma maneno ya Mungu. We read the word of God. Inua mikono. Lift your hands. Mordecai. Mtu zamu. He was a watchman. Nataka niongee vitu 5 vya Mordecai. I want to speak 5 things of Mordecai. Piga makofi niongee. Clap for those that talk about. Kitu cha kwanza, the first one, alijua thamani ya Mungu wa Israeli. He knew the value of God of Israel. Attention na mtu kujua thamani ya Mungu. Pay attention to a person who knows the value of God. Hamjui watu wenye wanaabudu miungu. There are some ule watu wa Fulero walikuwa wanaabudu Yangombe. Fulero could worship Yangombe. Na Nyabingi. Kuna kutani wakati wokovu ilikuwa ya kuja. Bafulero bote banaabudu. Before salvation, all of Bafulero could worship idols. Yangombe. They could worship Yangombe. Walikuwa wanaabudu. They worship that. Wende Kamituga na kule Kitutu. Go to Kamituga and Kitutu. Kuko banamuita Kimbirikiti. There is, we call Kimbirikiti. Hii mwezi ya 6 na mwezi ya 7. This month of June and July. Kimbirikiti. Unakutana na wanaume wote wenye hawayaokoka. You meet all people who are not saved. Banaendaka na babiana kule na bafia kule. They go with the boys and the youth there. Wanaweka nguvu. They strengthen themselves. Attention sasa na mtu. Pay attention to a person. Mwenye najua thamani ya Mungu. Be careful with a person who knows the value. Mtu mwenye najua thamani ya Mungu. Usicheze naye. Don't joke with him. Uko watu wanapendaka kucheza na watu. There are people who want to joke with people. Ukiwa na Mungu kweli kweli. If you have a God. Hata watu watakusomea leo. And if people may have to you. Kazana na Mungu wako. But focus on God. Kesho watakuelewa. Tomorrow they will understand you. Na usitake watu wakuelewe. Don't want people to katika mwanzo wako. Na siku kadiri zinaenda. Mungu atawaelewesha watu. God will make people understand. Mtu mmoja aseme haleluya, niongee vitu vingine. Say amen. President wa South Africa. President of South Africa. Mwenye aliwekwa kama prison nani ule? Who was put in prison? Sikiliza. Nelson. Ukipatia kazi kitu ataka mtapita mu majaribu. Even if you give the Mungu wa mbinguni na kutosha kama ile majaribu na wataelewa thamani ya kenye ulikuwa unatafuta. Na wakati ungali mjala hawawezi elewa. Na wewe na mbingu yako inajua kenye uko unatafuta. Know what you are looking for. Niongee kitu gani hapa kusudi muelewe hii neno? I don't know what to speak so you understand. Chapia Mungu makofi niongee kitu. Clap for the Lord so that I speak this. South Africa kama inafika kwenye iko leo. If South Africa is where I just haikutokana na watu wa mingi. It didn't depend on many people. Ni mtu mmoja. Only one person. Unataka kazi yako iheshimike? Do you want your work to be honored? Kwanza wewe iheshimu. Give it honor first. Unataka usafi na ufanyake. So you need neat and you don't dress. Mebakiongea na wewe unaongea. If they speak you also speak. Tutakukamatia mdimasio ya kuongea. We shall take you in that level. Dimasio ya travailleurs wenyewe wanatumika. At the level of workers. Siku watajipanga mbingu zinasema huyu anatumika. The day they will arrange, heaven will say this one is works. Niongee hiki kitu tena. Let me speak this. Hapa Uganda. Here in Uganda. Sio kwenye tuko. That's where we are. Huyu mwanaume mzee Museveni. This old man. This old man. Hakuna nchi nyingine. There is no another country yenye inapatia kaba refugee that gives refugees atembee kisi wanataka to move the way they want. Lakini Museveni. But Museveni. Refugees. ID. Only ID. Ukionyesha tu. If you show it. Hada sebo. Genda. They say pass. Kumbe ona mrefugee mwenyewe uko hapa hauyakuwa na kinga na uko na pomba ya kifua. So you have no bike but you have a big chest. Hauko kilema. You are not a lame. Me unashindaka huko tu. You spend the all day on Facebook. Benye walitengeneza ka Facebook biko banaingiza vyao. People created Facebook and wewe unapata baraka ya Uganda. But you get blessing of Uganda. Kisha unasema Mungu tunakawia hapa. And you say God we are delaying here.
I look at you. I look at coordination. You have a tall boy. We have a fat boy. You have a girl. But all of you on the street. Mikono ilishaka kuwa kule. Sijue kama mko mnakokota manyavu za kuroho masamaki. I don't know if you are pulling nets. Naangalia hawa wabiana. I look at you. Miezi 6 inaisha. 6 months have gone. Hakuna mwenye aliingiza hata 100,000. No one even earns 100,000. Kazi unayoifanya. The work that you do. Salimia voice. Greet your neighbor. Umwambie uko unatumika ama hautumiki. Do you work or not? Yagawe. Msalimie kwa Mungu. Ukipenda usimame mkumbatie. Greet your neighbor. Usimame mkumbatie mtu mwambie uko unatumika ama hautumika. Ask, do you work or not? Jua linataka kupita. Bengine wanaingiza pesa kwa matafari. But you. Kazi unayofanya. The work that you do. Ndio inaongea. Speaks. Hiyo ni kweli. That's true. Shangilia kwa makofi niendelee. Clap for the Lord. Pesa kangala tata kome salabanda. Alijua thamani ya kazi anayoifanya. Jambo la tatu la Mordekai. The second point of Mordekai. Inua mikono. Lift your hands. Pigia Mungu makofi. Clap for the Lord. Alijuwaka kutumika kazi. He knew how to do the work. Kupigana na maadui za mahali anatumikaka. And fight against the enemies of where he was working from. Yesha kosite pelitandela kormensiti kisila kotalaba. Wafulani wanasema hivi. Abafuliro say. Tageuka na Kiswahili. I will speak in Swahili also. Hiyo lugha naipenda sana. I like Kifli. Mordekai ngwana na nabohe butoge. Bikitani na tereshi ngwana balangiza butoge. Narudia kwa Kiswahili. Let me repeat in Swahili. Ngwakabatazama hatua kwa hatua maadui bikitani na tereshi. They looked for them step by step. Tuko na maadui watatu. We have 3 enemies. Wa kwanza, the first one ni mwili wako. Is your body. Wa pili, the second ni dunia. Is the world. Wa tatu, the third ni shetani. Is Satan. Sasa bale batu, those people, hawasinzii. They don't sleep. Nani mwenye alishaka kuliwa na njala ainue mkono? Have you ever mwenye njala ilishaka mkula ikakukula ukakosa cha kukula? Have you ever hata mtainua ili basibulaka tu? If you don't put your finger kwa Mungu ili bakulaka. Hata na hivi Mungu mnasema Mungu wa mbinguni bitakuwa ye. Hii jioni sikia mbingu zikushughulikie kwa sababu zikikuacha haziwezi na kuacha. Heaven may not forsake you. Hicho. That one. Akasema. He said. Ni lazima nitangaze ukweli. I have to announce the truth. Kumbe kwa kuongea. In speaking. Bahati nzuri. Good luck. Vitu vikaandikiwa. Things were written. Sikia nikuambie kitu utaogopa. Listen to me to something that will be scared. Mtu akikuambia. If God tells you. Dienye tuko tunafanya. What we are doing. Tuandikiane. Let us write to each other. Kama hauna siri ya majibu. If you don't have the secret of answers. Kimbia. Run. Maneno inaweza zimika. Words can fade away, but the writing haiwezi kuzimika. Cannot be fade away. Kumbe bahati ya Mordekai. The chance of Mordecai. Hakupigaka muhewa. Didn't pass. Yenye alitangaza. What announced. Biliandikiwa. Were written. Na mimi nasema hivi. Kazi yenye uko unafanya Holy Spirit. Usiogope iko inaandikiwa. Hata watu hawawezi kuijali. Na iko siku moja mbingu zitakuchekesha. Heaven will make you laugh. Jambo lingine na Mordekai. Another point of Mordecai. Alikuwa na moyo wa uvumilivu. He had a
Moyo wa uvumilivu. He had a patient heart. Na hii ndio inashindikana. This is so we fell for this. Kristo inashindikana. A lot of Christians fell for this. Familia inashindikana. In the family we fell for this. Nyumba nyingi zinabomoka. A lot of houses tu ya kukosa uvumilivu. Because the people are not the mwenye alivumiliaka. A person who was a patient. He had mwenye alishindwa kuvumilia. A person who fell. Nothing is good. Kutulia kwako hapa. For your staying here. Huko siku moja. There is one day. Utaonaka surprise. You will see surprise. Tanzania. In Tanzania. Nyarugusu camp. Batu bamingi balikimbiaka bakaenda. A lot of people escaped. Siku moja benye balivumilia. Those who were patient. Bakapita na kuya UN. They passed through. Mwenye iko humu ndio mwenye whoever is here we shall take him. Bakasomba batu. They take a wengine wanaanza kukimbia nasema tufungulie. Mulango ilishafungwa nyie mlikuwa wapi? Mwende. Where have you been? Go back. Mtulie. Be stay. Tulia mu bya Mungu. Be patient in God. Tulia mwa hiyo uimbaji. Be patient in that ministry. Tulia mwa hiyo kazi. Be patient in that work. Mwaka moja. In 1 year. Unageuza kazi 5. You turn like 3 work. Kumbe ile ya kwanza. The first one. Ndio ingekufikisha kwa. Is the one that could take you far. Tu ya kutokutulia. Because you were not patient. Baraka zina hapa. And you hata kama unafanya lenga lenga. Even if you do. Tulia kulenga lenga. Stay in the economy. Do that. Nyuma ya kuifanyia economy. After doing economy. You will see the sign of God. Jambo la mwisho la huyu mwanaume. The last point of this man. Namshukuru sana. I thank him so much. Inua mikono niliongea. Lift your hands. Chapia Mungu makofi kabisa. Clap for the Lord. Hili jambo limenishangaza. This point surprised me. Hili jambo limenishangaza. This point amazed me. Hili jambo limenishangaza. This point amazed me. Alijua ongea akamwambia Esther. He knew how to talk. Kama wewe utatusahau. If you will forget us. Lakini Mungu wa Wayahudi. But God of Jews. Batu batusahau. People may forget us. Lakini Mungu wa Holy Spirit. But God of Holy Spirit. Ukuli kwa Mungu nawaambia hivi. I'm telling you. Batu batusahau. People may forget us. Lakini Mungu tunayeabudu hapa. God that we worship. Hata tusahau. We never forget us. Sahau vitu vingine. Forget other things. Usisahau Mungu wako. But don't forget your God. Tuongee ukweli kabisa. Let us speak the truth. Mimi niko miaka 17 karibu 18 hapa mu Uganda. I've been here for 17 years. Hakuna siku tulishakalala njaa. No day we have slept hungry. Na nikienda mu miaka ya kufika huku. If I go back to years that I came. Tulikuwa tunafika karibu saa 3 hivi. We could reach around 9. Haba ya Kongo. Without even fire in the house. Nitaogopa kubisema sana beni nifanyika huko Kampala. I can't be afraid of speaking this. It happens in Kampala. At 3. Unakuja kuona kitu chenye kunatumika. And you come to see what you are doing. Mungu inafungula mtu. Heaven opens a person. Unapata jibu. And you get an answer. Hata unaweza kula saa 4. Even if you eat at 4. And you wake up at 8. You sema ukose vya kukula. If you miss what Mungu saa yoyote ile. God asikuache. Kumbuka sasa Mordecai. Remember now Mordecai. Kumbe baraka yenye iko hapa. The blessing that is here. Kukawia kupata majibu. To delay to get answers. Mungu anataka kufanya kitu kikubwa. God wants to kenye do something kitakuwa kizito katika presidency. That will be ili mbingu nazo zione mlango. So that Mordecai apate jibu. Mordecai could kumbe kenye ninataka kuongea hapa. What I want to talk about here. Adui wako. Your enemy. Hautamuelewa vizuri. You will not understand him. Kama shida haiyakawii. If the problem doesn't delay. Kubuza mtu. He was a watchman. He could open and they could get in. He could open, they got in. He was quiet there. But you, so you are not patient. Another one says, I can't make business of tomato. You can't sell tomato. Utaelewa adui yako. You will understand your enemy wakati shida when the problem inavimba sawa kivimba is swollen like a boil. Na kirudili. I repeat this. Shida ya kujua adui yako. The problem of knowing your enemy. Bieleweke sawa kivimba. It will be understood like a boil.
pale kwenye uko unasema acha basi nikimbie. Kumbe pale ndio kwenye kivimba kitapasuka na kitakuua, kitaua adui yako. It won't kill you, it will kill your enemy. Sikiliza neno tamu hapa. Listen to these words. Usikatale maadui. Don't refuse your enemies. Salimia voisin. Greet your neighbor. Umwambie usikatale maadui. Tell them that don't refuse. Njia moja ya kupata baraka za One way of getting blessing of heaven. Na mwenye anasema kasemia sipendake maadui. A person who says I don't like enemies. Ukatale uitike batakuwa. And you accept or na not. Wakati mwakazi zako hauna maadui, ndio hautajua nguvu za Mungu. Hata na Israeli walikuwa na maadui. Hata na Yesu naye alikuwa na maadui. Na Mungu naye iko na adui. Sasa wewe utakatala adui yeye, na shetani alikuwa adui wa Mungu. Na ndio alikuwa anapata. Sasa wewe ukatae adui yeye. How can you refuse? Sema bana niloka acha bakuoge. Kivimba kinataka mapasukia na shida itageuka kwa. Na niko ninatangaza hivi maadui zako zote kivimba kinataka kuwapasukia na kwao vitaeleweka. Kumbe Hamani. Sikiliza niseme kitu. Listen. Bona biko vitamu sana. It's very delicious. Bona moto imewaka hapa. The work is burning here. The fire is burning. Sasa maadui enemies wanakuwa na karakteri tatu. They have three characters. The first one, wanajipendaka. They love themselves. Ya pili, the second one, wanajua kujitetea. They know how to defend themselves. Ya ine, ya tatu maadui wanakuwa nayo. The third that they have, wanajiweka kimbelembele. They put themselves in front. Kimbelembele. They put themselves in front. Salimia voisin. Greet your neighbor. Hii wiki, this week, na hii mwaka, and this year, utaelewa adui yako. You will know your enemy. Utamuelewa. You will understand. I repeat this. Usiongee vya mingi. Don't talk much. Kazi yenye uko unafanya. But the work that you do, njoo yenyewe nataka kuongea. Is going to speak. Na adui yako ataeleweka. And your enemy will be understood. Kumbe baraka ya kuandika. The blessing of writing. Mwenye aliandikaka, the person who wrote, haiko jo mwenye anatowaka order. Is not the one who gives order. Kuko wa kuandika, there is a writer, na kuko wa kusoma, and there is a reader, na kuko wa kutoa order, and there is the one to give order. Natangaza hivi, I am announcing, kuko watu waliandikaka, there are people who wrote, na watu wenye watasoma, and people will read, mwenye atapana order, and the one will give yako order bikufikie, for your things to come to you. Narudilia, nilitamu hili, niliweka sawa serumu ni kukamate. It's like serum. Kuko wenye waliandika, there are people who wrote, na kuko wenye watasoma, people will read, na kuko wenye watatoa order, people will give order. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele tu, songa mbele tu. Mema yako mbele, mema yako mbele, mema yako mbele, mema yako mbele. Wewe ulishakavala pantalon moja ya viraka? Have you ever put on? Unamaliza miezi 7 uko nayo. You spend 7 months with it. Ulishakavala pantalon moja ya viraka? Have you ever put on a trousers of pants? You spend 7 months with it. Inageuza kala 3. Ulishakaivala wewe? You change it into 3 colors. Sia tulivalaka bibogoboko. We dressed them in bibogoboko. Na watu wakasema, and the people said, watoto walawi matenga kuna kwenye batafu. These children, they will go nowhere. Yaba wanaongea. They talked. Mwenye aliandika. But the person who wrote,
Na mwenye atasoma. And the one who will read. Haiko ndio mwenye atatoa order. Not the one who will give order. Natangaza hivi. I am announcing. Kwa hii jioni ya leo. Tonight. Mwenye alikuita. The person who called you. Na mwenye iko na kutembeza. And the person who is moving. Na ndio mwenye atapanaka majibu yako. The one who will give you. Mebenyiliko wana kujaribia wote. Hawana mulango hata mmoja. Acha waongee. Acha wakujaribu. Iko wakati yao. Lakini mimi niko ninaona nyota ya baraka. Kuko kitabu kitaitwa. There is a book that will be called. Juzi nilikutana na mtu. Yesterday but when I met with someone. Akaniambia hivi. He told me. Kwa nini wewe unakualikaka mikutano sana? Why are you always invited to the crusade? I told him. Acha kuingilia mbingu siku. Don't interfere heaven. Kwa nini wananialikaka? Inakuwa shida nayo. Now, why am I invited? Is that a problem again? People have a problem. Mordecai anachomoka. Appeared. Nataka nitangaze jioni ya leo. Mwenye nataka kutoa oda. Njoo mwenye atatangaza na ukichomoka maadui yako watanyamaza. Na katika mwezi huu wa 7 maadui zako wanyamaze. Kazi yako ianze kuongea. Your work may start speaking. Simama tuombe. Stand, we pray.